Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu Muislamu, je, umewahi kujiuliza mavazi yako yanakufikisha karibu na Allah au yanakupeleka mbali naye? Katika dunia ya leo, watu wengi wanavaa, lakini wachache wanajistiri. Wengi wanajipamba, lakini wanasahau mipaka ya dini. Leo tutazungumza kuhusu jambo nyeti sana: kuvaa bila kujistiri ipasavyo na onyo kali lililopo ndani yake. Tafadhali sikiliza kwa makini, huenda hii ikawa ni sababu ya kubadilika kwako. Kujisitiri si kuvaa tu nguo. Ni kuvaa nguo zinazofunika mwili kwa heshima, kwa adabu na kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu. Katika Uislamu, mavazi si fashion tu, ni ibada. Ndiyo, kuvaa vizuri kwa mujibu wa dini ni ibada. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mwongozo wa wazi kabisa kuwa mwili wa Muislamu una heshima na haupaswi kuonyeshwa ovyo. Lakini leo nguo zimekuwa nyembamba, zimekuwa za kubana, na wakati mwingine zinaacha wazi sehemu ambazo hazipaswi kuonekana. Swali la kujiuliza ni hili: je, bado tunajisitiri au tunajidanganya? Tukiangalia mitaani, mitandaoni, hata katika mikusanyiko, utaona hali imebadilika sana. Mavazi ambayo zamani yalionekana ni aibu, leo yanaitwa fashion. Watu wanavaa ili waonekane, ili wapendwe, ili wapate attention. Lakini je, wanavaa kwa ajili ya Allah? Ndugu yangu, hatujakatazwa kupendeza, lakini tumekatazwa kuvuka mipaka. Tatizo si kupendeza. Tatizo ni pale ambapo mavazi yanakuwa sababu ya fitna. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitoa onyo kali sana. Aliwataja watu ambao wamevaa lakini wako uchi. Subhanallah, kuvaa lakini bado uko uchi. Hii ina maana gani? Ni wale wanaovaa nguo lakini hazisitiri. Ni nyembamba, zinaonesha mwili au zimebana sana. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema kuwa watu hao hawataingia peponi wala hawatanusa harufu yake. Fikiria hilo kwa sekunde chache. Jambo ambalo watu wanalichukulia kawaida leo linahusishwa na adhabu nzito kesho. Kuvaa bila kujistiri kuna madhara mengi. Kwanza, kunapunguza haya, aibu. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, aibu ni sehemu ya imani. Ukikosa haya, imani pia inapungua. Pili, kunasababisha fitna katika jamii. Watu wanaangalia, wanajaribiwa na dhambi zinaongezeka. Tatu, kuna kuweka mbali na radhi za Allah na kuna kunyinga heshima. Ndiyo, unaweza kufikiria unavutia, lakini kwa macho ya watu wenye heshima unapoteza thamani yako. Kwa nini watu wengi wameingia katika hali hii? Moja, kuiga. Watu wanaiga celebs mitandao bila kufikiria mipaka ya dini. Mbili, kutafuta attention. Mtu anataka kuonekana, anataka kusifiwa, anataka kupendwa. Lakini swali ni hili: unataka kupendwa na nani? Watu au Allah? Tatu, kupuuzwa kwa elimu ya dini. Watu hawajui au wanajua lakini wanapuuza. Habari njema ni hii: mlango wa mabadiliko uko wazi. Kama umefanya makosa, Allah yuko tayari kusamehe. Anza hatua kwa hatua. Badilisha mavazi yako, chagua nguo zinazositiri. Jiulize kila unapovaa: je, Allah anaridhika na ninachovaa? Kumbuka, heshima yako iko katika kujistiri, si kuonyesha mwili. Ndugu yangu, dunia ni ya muda mfupi sana, lakini akhera ni ya milele. Usiuze pepo kwa sababu ya fashion. Usiuze heshima yako kwa sababu ya likes na comments. Chagua kujisitiri, chagua kumtii Allah, chagua heshima ya kweli. Kama ujumbe huu umekugusa, anza mabadiliko leo, si kesho. Na usisahau kumkumbusha na mwingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante kwa kutazama Soul Reflection. Endelea nasi kwa hekima zaidi, mawaidha na malezi ya kiroho.